Filamu inaanza na huyu binti anaitwa Risa. Anaonekana akiwa ni mtulivu sana, kakaa mbele ya piano. Huyu binti amekuwa akisumbuliwa sana na mambo ya mizimu, lakini yako katika kumbukumbu zake tu. Hili ni jambo ambalo limekuwa likimtesa kwa miaka mingi sana. Ili tuelewe kiundani zaidi nini kinachomsumbua Risa, hem, turudi moja kwa moja mpaka utotoni mwa huyu binti. Niliwahi kufanya filamu inaitwa Danur. Marafiki Mzimu. Kumbukumbu za huyu binti ndo zinamrejesha katika matukio hayo. Sasa hata kama hujawahi kuziona, usijali, kwa sababu hii nimeifanya katika engo ambayo utaelewa kila kitu. Sasa huyu binti hapo mwanzo alipokuwa mtoto na miaka 8 alikuwa anaishi na mama yake. Mama yake alikuwa busy kupita kiasi, kwa hivyo huyu binti alikuwa ni mpweke sana. Siku yake ya kuzaliwa mama yake hakuwa karibu yake, wala hakuwa na rafiki wa aina yote. Upweke ukamchosha. Binti akiwa mbele ya keki yake, kabla hajazima mshumaa, akaamua kufanya ombi moja tu. Akaomba apate marafiki ambao watamfanya asiwe mpweke. Mara baada ya kuzima mshumaa, Risa akaanza kusikia sauti za watoto wakiwa wanacheza ndani ya nyumba. Alipotoka hapo na kuzifuata hizo sauti, akawa amepata marafiki fulani wakiwa wanacheza ndani ya hii nyumba. Taratibu wakawa marafiki tu, lakini baada ya muda na urafiki wao kukua, binti akaja kutambua kwamba wale hawakuwa watoto wa kibinadamu, bali walikuwa ni mizimu. Licha haya yote, Risa aliamua kuwazoea na akawapenda. Waliokuwa ni wageni kwake wakageuka kuwa ni marafiki zake wa karibu sana. Katika hao mizimu waliokuwa karibu na Risa alikuwepo Peter, William, Jansen, Hans pamoja na Henrik. Wakawa ni sehemu muhimu sana katika maisha ya Risa, na uhusiano wao ukawa ni mkubwa kinoma kiasi kwamba binti alikuwa anawategemea kupita kiasi. Urafiki huo ulifika hatua ambayo Risa alitamani sana kuachana na ulimwengu wa kawaida ili aambatane pamoja nao, ili aende kuishi nao maisha ya milele, kwa sababu walikuwa wanamjali sana kupita kiasi. Sasa uwepo wa hao mizimu karibu ya Risa ukaanza kuvuta roho zingine ambazo zilikuwa ni hatari zaidi. Hapa ndipo furaha ya utotoni ikaanza kupotea. Baada ya kuwa na ukaribu na wale mizimu kwa miaka mingi sana, Risa aliamua ni lazima akatishe kabisa huo urafiki na hao mizimu, ili aache kabisa kuona mambo ambayo ni hatari ambayo yamekuwa kimwandama kwa miaka mingi sana. Alimwambia Peter, William, Jansen, Hans pamoja na Henrik kwamba hataki tena kuwaona, kwa sababu uwepo wao umemfanya aingie katika maisha ya hatari. Kiufupi, uwepo wao marafiki katika maisha yake uliharibu kabisa mustakabali wa maisha yake huyu binti. Maneno haya yaliwaumiza sana wale marafiki mzimu, lakini hawakumlaumu. Badala yake walimwambia Risa kwamba yawezekana kweli wao wanafaa kuondoka na kumwacha awe huru. Walijua kwamba roho mbaya zilikuwa zikimfuata huyu binti kwa sababu wao wako karibu na huyu binti. Wakaahidi kwamba hawatamsahau kamwe katika maisha yao. Huo ndio ulikuwa mwisho wa urafiki wao, na kwa sasa ni miaka 7 tangu hilo tukio litokee. Risa kwa sasa ni mtu mzima kabisa. Alikuwa karibu sana na mdogo wake anaitwa Riri, ambaye yeye kwa sasa ni kama Enje Nyugutu, na maanisha ni dansa ambaye ana kipaji kikubwa sana. Siku hiyo alikuwa anafanya mazoezi yake, ana maandalizi ya kwenda kufanya show ya mwisho kubwa sana iko mbele yao. Katika mazoezi, mara wenzake wakaanza kudondoka mmoja baada ya mwingine. Sasa binti akiwa ameshtuka, mara akamuona dada yake kafika hapo akiwa amebeba keki. Hii kumbe ni mshangao, ilikuwa ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa Riri. Pia alikuwepo Dismas hapa. Huyu yeye ni mpenzi wake Riri. Kafika hapa akiwa na maua kabisa. Kisha akamwomba Riri amuoe. Binti akawa amekubali uchumba. Hii ikawa ni furaha sana. Wakiwa hapo wanaendelea na yao, ukumbini kuna mwanamke mwingine wa ajabu sana. Alikuwa akiwatazama kwa mbali. Hatukumuona sura yake vizuri. Tulichokiona hapa ilikuwa ni pini tu ambayo imeshikishwa kwenye nywele zake. Riri baada ya kuchukua vitu vyake ili kuondoka, akawa amekutana na mwanamke mmoja anaitwa Rarasi. Kafika hapa akampatia pini ya nywele kama zawadi ya siku yake ya kuzaliwa, kisha akamtengeneza kabisa nywele. Binti akiwa anawekewa pini, yeye yuko bize kuchezea pete ambayo amevalishwa na mchumba wake. Rarasi akamwambia kwamba nimekuwa nikikufuatilia wewe tangu utotoni mwako, na baada tu wewe mwanamke kumwekea ile pini kwenye nywele, akamwambia kwamba ndoa itaharibu maisha yako yote. Binti akawa ameshtuka, pete ikawa imedondoka chini, akaenda kuichukua pete yake. Mara Rarasi sio binadamu wa kawaida. Baada ya binti kuvaa ile pete, akahisi kabisa Rarasi yuko nyuma. Baada ya kugeuka tu, yule Rarasi katoweka. Usiku huu Riri akamweleza dada yake kwamba hiyo pete aliyopewa kidogo imekuwa kubwa kwake. Risa akamhakikishia kwamba mambo ya pete yanaweza kurekebishwa tu, hilo sio jambo kabisa. Sasa Riri akawa anajisikia vibaya kwa sababu anaenda kuolewa, dada yake bado yupo. Akawa amemuuliza dada labda anajisikia vibaya. Dada mtu kiukweli ndani moyo wake alikuwa anaumia, lakini sasa atafanya nini zaidi ya kumsapoti mdogo wake Riri.
wakawa wanapiga tu story hapo na kufarijiana. Baada ya muda story imezidi, kwenye nyumba mlango wa mbele uko umefunguka wenyewe. Sasa huo muda Risa alikuwa anaenda kuchukua maji yake ya kunywa, akaona mbona mlango kama uko wazi, akaenda kuufunga, akaendelea na mambo yake bila kujua kwamba kuna mzimu unapita nyuma yake. Akaenda kutazama vifaa vya zamani vya kuchezea alivyokuwa anavichezea utotoni. Kwa bahati mbaya zaidi akawa amekumbuka sana marafiki zake wa zamani. Kwa sasa hawezi kabisa kuwaona. Yaani kimsingi ni kwamba huyu binti kwa sasa amepoteza uwezo wake wa kuona mizimu. Ukiachana na mambo ya macho ya nyama, haoni kitu cha aina yote kinachoitwa mambo ya roho. Akawa amejisemea akiwa anawataja marafiki zake wale mizimu kwa majina wote. Baada ya kuzungumza alichozungumza, Risa alivyogeuka kwa amekutana na mwanamke mmoja wa ajabu sana mbele yake. Ni wazi kwamba Risa haoni kitu cha aina yote kinachohusiana na roho. Usiku huo Riri akiwa amelala, si akawa ameweka mkono wa dada yake vizuri bila kujua kwamba ule ulikuwa sio mkono wa dada yake, bali ulikuwa ni mkono wa mzimu. Baada ya kukucha, hali ikaanza kuwa tofauti kabisa. Riri akaanza kuwa na tabia za ajabu ajabu, kapoteza kabisa umakini. Yaani watu wanamuongelesha yeye ajibu kitu cha aina yote. Sasa baada ya kupoteza umakini kwa muda mrefu, akawa amedondosha kikombe kikao kimevunjika. Risa akiwa anasafisha, akawa amegundua kuna michubuko ya ajabu sana katika mwili wa Riri. Mama yao baada ya kuangalia kwenye kioo cha microwave akashangaa kuona Riri akiwa na tabasamu la ajabu kabisa, lakini hakuzingatia. Risa akawa amemsindikiza mdogo wake kwenye mazoezi. Baada ya kumfikisha huko, yeye akaendelea na shughuli zake, lakini baada ya kwenda kwa muda mrefu mbele, akawa ametambua kwamba mdogo wake alisahau simu yake ndani ya gari. Hivyo dada mtu ikabidi kumrudishia mdogo wake simu yake katika ukumbi wa kufanyia mazoezi. Baada ya kufika huko, ukumbi huko mtupu, akiendelea kumsaka mdogo wake, mara akawa amejikuta anaelekea katika chumba cha kuhifadhi maiti. Akiwa huko anashangaa, mbona tena ni hospitalini? Kafikaje? Akiwa hapo anatazama, akachoka. Ngozi yake ya mwili ikaanza kubadilika, imejawa vidonda vya ajabu. Muda huo huo kuna wauguzi wasiokuwa na nyuso wakawa wamefika hapo, wakamkamata huyu binti, wakamweka katika machera, wakamsukuma moja kwa moja mpaka katika chumba cha kuhifadhi maiti. Ni chap chap, hatuna muda wa kupoteza, wakamchukua binti wakamweka ndani ya jeneza. Lakini juu ya hili jeneza kuna picha ya Hendrik. Sasa shika hili tukio, nitakueleza huko mbele kwa mbele. Hendrik alikuwa ni mmoja wa marafiki zake mzimu huyu binti Risa. Baada ya jitihada kubwa sana, akafanyikiwa kuvunja mfuniko wa jeneza. Akawa ametoka hapo, akashangaa kwamba karudi tena ukumbini. Muda huo anautazama mwili wake, uko vizuri kabisa, yani uko fresh tu. Akiwa hapo bado hajaelewa, mdogo wake alikuwa amefika hapo, akamuuliza una shida gani? Risa akajaribu kumwambia, lakini mdogo wake hakujibu kitu cha aina yote. Akachukua simu yake kisha akawa ameondoka hapo kana kwamba kakasirika sana. Akamwacha dada yake hapo akiwa anawaza tu. Riri baada ya kufika katika sehemu yake ya kufanya mazoezi, akaendelea kufanya mazoezi akiwa kwenye vioo. Kuna muda taswira yake inaenda kinyume na yeye kabisa. Sasa kwenye kutazama nyuma, akaona kama kuna mwanamke mmoja hivi wa ajabu sana. Riri alivyogeuka, yule mwanamke katoweka. Basi akapuuza tu, yeye akaendelea na mazoezi yake. Sasa mara akajiona kwenye kioo, mara tena anakutana na pepo mbele yake. Sasa upande wa Risa akiwa kazini kwake, mambo yakaanza kubadilika kabisa. Muda huo yuko chooni, sijui alikuwa anafanya nini hapa. Mara akasikia kama kuna kelele, kuna mtu anataka kuingia huko ndani. Mara akaona kama kuna mtu anamchungulia, kutazama mara anamuona kama kwa juu. Akawa elewi, ikabidi kufungua mlango. Sasa akatoka nje, akajikuta huko eneo jingine kabisa. Akiwa elewi kinachoendelea, akaguswa kimtindo fulani. Kutazama akamuona Hendrik, ikabidi kumfuata. Yeye akawa ameingia katika mfumo wa rafiki yake Hendrik. Baada ya muda akawa amedondoka, akapoteza fahamu. Alivyorudiwa na ufahamu tu, akajikuta tena yuko ofisini nje ya choo. Sasa Risa mpaka muda huu hana hakika na kile alichokuwa anakiona, kama ni mawazo ama ni kitu kiko wewe. Akaanza kukagua vyoo, akakagua vyoo vyote huku akijaribu kuita marafiki zake, pengine wako hapa kwenye kioo. Kweli marafiki zake wote watano walikuwa hapa, wale mizimu wanamtazama tu, wanajua kabisa Risa kwa sasa hawezi kuwaona. Upande wa Riri kamaliza zake mazoezi, mara akaona kama kuna mtu akiwa bado hajaelewa, mara tazi kazimazima hapa. Akiwa na kiwewe akaona bora akimbie, ila mlango uko umejifunga. Akaanza kusikia kuna sauti ya mwanamke ikiwa inamuita huyu binti Riri. Riri kabidi kugeuka, akauliza wewe ni nani? Kakaza sauti. Hiyo sauti ilikuwa imejitambulisha kwamba mimi naitwa Chanting Dismas, mpenzi wa Riri. Akawa amefika hapo ukumbini, akakuta vitu vya mpenzi wake viko chini. Akamtazama, akamwona Riri yuko kwa mbali, anaendelea kunengua tu, na mtindo wa dansi anayocheza sio dansi ya kawaida kabisa. Anacheza kana kwamba mtu anafanya ibada ya kishetani. Dismas baada ya kumkaribia, Riri akaongea kwa sauti nzito, akamwambia kwamba mwache huyu binti acheze.
Muda huu binti akarudi katika hali yake ya kawaida. Dismas akamuuliza, umekutwa na nini wewe? Na hizi alama ni za nini? Lakini hili hakujibu kitu cha aina yote. Akawa ameondoka hapo. Akajaribu kumsemesha lakini binti kakaa kimya. Sasa huu muda wote akawa amemfunga na mkanda kabisa hapa kwenye gari kwa ajili ya usalama wake, lakini bila kujua kwamba pembeni kwa barabara hapa kuna kiumbe cha ajabu kilikuwa kinaendelea kucheza dansi hapa. Sasa kuwasha gari likagoma kuwaka. Sasa wakati anahangaika kuwasha gari, mara mwanamke wake akawa amefika hapo, akawa amemgongea kioo. Sasa mshikaji anajiuliza, Riris alikuwa huko ndani, ikabidi kufungulia tu mlango. Binti akawa ameingia ndani, anamuuliza, vipi, ulikuwa unataka kuniacha? Mshikaji akawa amemchukua mpenzi wake na akawa amemrudisha nyumbani. Sasa baada ya kufika nyumbani, familia nzima walikuwa hapo pamoja na Riri, lakini Riri alikuwa na mawazo kinoma. Na sio mawazo tu, akaamua kusema mbele ya familia nzima kwamba yeye hataki kuolewa. Watu wakaanza kujichekesha hapo, kukwepa aibu. Riri akasema kwamba Risa ndiye anayepaswa kuolewa. Mara hiyo hali ikawa imegeuka kabisa, pakawa giza. Ni Risa tu ndiye anayeona. Watu ni kama wameganda kabisa hapa. Sasa akiwa hapo, mara akaona kuna jeshi. Akiwa bado haelewi, mara mwili wake uko umetengwa na kichwa. Hajui nini kinachoendelea, akawa ameshtuka. Akiwa katika meza ya chakula na familia yake, inashangaa, mbona hivyo? Kuna nini kinachoendelea? Akiwa bado haelewi, mdogo wake akawa amefika hapo na akawa amemnongoneza, akamwambia kwamba inauma, si ndivyo? Hivyo ndivyo wanavyoteseka. Lisa akawa ameogopa kinoma baada ya kusikia hii kauli. Akawa ametoka hapo kwenda katika chumba cha mdogo wake, lakini mdogo wake akawa amefunga mlango. Binti akawa amejaribu kugonga sana. Baadaye mlango ukawa umefunguka. Akamkuta mdogo wake alikuwa busy kutengeneza nywele zake na akawa anaweka kile kipini alichopewa kama zawadi. Sasa Lisa akiwa hapo bado haelewi. Riri akawa amemwambia Lisa kwamba marafiki zako hawawezi kabisa kunizuia mimi katika hili. Lisa akaanza kuona hapa kuna kazi. Kutazama kwenye kioo akaona kuna kivuli kiko nyuma ya pazia. Akaenda kufungua pazia, hakuna kitu. Nyuma yake Riri hayupo, katoweka. Sasa akiwa hapo, mara mdogo wake alikuwa ametokea nyuma yake. Akamwambia kwamba unataka nini hapa? Toka chumbani kwangu, nataka kupumzika. Lisa kabidi kuondoka hapa, maana mdogo wake kawa mgumu kinoma. Yaani amekuwa baridi sana. Sasa mchumba wa Riri alikuwa bado yuko hapa nje, anajaribu kupambania penzi. Akawa amemweleza shemeji yake, yani Risa, akamweleza kila kitu ambacho amekiona kwa Riri, na hili jambo linaanza kumtia wasiwasi isije kuwa kuna mambo ya kishirikina yanayoendelea kwa mchumba wake, na ndoa ni siku 2 tu hapo mbele. Akawa amezungumza mambo yote ambayo amekutana naye huko. Dismas, kwa sababu anajua historia ya Risa, akawa amemuuliza kama kuna kitu amekiona ama amekisikia ama amekihisi kuhusiana na mdogo wake. Risa akasema kwamba kwa sasa hawezi kabisa kuona mizimu kama zamani, lakini anahisi kabisa kama zile roho, yani marafiki zake mizimu, wanajaribu kuwasiliana naye. Risa akakaa mbele ya piano, akajaribu kupiga wimbo ambao hapo zamani alikuwa akipiga huo wimbo, anawaita marafiki zake, akawataja kwa majina mmoja baada ya mwingine, akaomba watokee, anawaomba msaada, anahitaji kabisa msaada kutoka kwao. Kuna jambo haliko sawa kwa mdogo wake. Wale mizimu wako wametokea kweli hapa, wakajaribu kumshtua huyu binti ili ajue kwamba wako hapa, lakini binti hakushtuka wala hakujua kabisa kama marafiki zake walikuwa hapa. Wako wametambua kwamba Risa hawaoni wala hawasikii, lakini wanaweza vipi sasa kumfanya Risa awaone? Jansen akawa amependekeza kwamba inabidi wampagawishe Risa ili wazungumze naye. Peter kama kiongozi akawa amelikataa hilo wazo, japo wana mpango wa kumsaidia huyo binti, lakini muda unaenda kuisha. Asubuhi Risa ikabidi kumweleza kila kitu mama yake kuhusiana na hali ya mdogo wake. Ana mashaka sana, na kwa sasa amekwisha kabisa kupoteza uwezo wake wa kuona mizimu ama mambo ya kiroho. Akazungumza mambo mengi sana mbele ya mama yake, na mama yake alikuwa anamuelewa kwa sababu hata yeye amekwisha kupitia heka za Risa huko nyuma, kwa hiyo anatambua. Akawa amemwambia kwamba kitu ambacho kinaweza kukusaidia ama kufahamu wewe kuhusiana na uwezo wako ni yule mganga ambaye amehusika kwa ajili ya kutatua tatizo lako la kuona mizimu. Inabidi uende ukamuone. Risa baada ya kupata haya mawazo, ikabidi kweli moja kwa moja afunge safari mpaka kwenda kwa mganga husika. Baada ya kufika huko, akamweleza kila kitu. Akasema kwamba uwezo wake wa kuona mizimu ulipotea kwa miaka mingi sana iliyopita, lakini sasa ameanza kupata maono ya vifo vya marafiki zake. Mganga akamwambia kwamba huenda roho hizo zinajaribu kuwasiliana na wewe, lakini kuna sheria moja tu kwenye ulimwengu wa kiroho. Roho inapoamua kujionyesha
huwezi kabisa kuilazimisha kuiona. Ulimwengu wa roho una utaratibu tofauti kabisa na ulimwengu wa kawaida. Risa baada ya kusikia hivi akajua ngoma ngumu, ikabidi kurudi nyumbani. Sasa akiwa njiani, mara akaanza kuona kama mbona kama anarudi nyuma, yani anarudi katika miaka ya zamani kabisa, vita vya pili vya dunia. Mara mzuka ndani ya gari, mambo hayaelewi kabisa. Mara akawa amejikuta huko vitani, ikabidi kuanza kukimbia ili kujiokoa kwa sababu anarushiwa risasi. Binti akawa ameanguka chini na askari watano wakawa wamefika hapo kwa mzunguka. Binti baada ya kunyanyuka tu akawa ameshambuliwa kwa risasi, akadondoka, akajikuta yuko katikati ya barabara. Ni mzima wa afya, mwili wake kwa sasa uko salama kabisa, lakini maumivu ya risasi yalikuwa halisi kabisa. Akiwa analialia hapa, akaanza kuita marafiki zake, anaomba wajitokeze. Anasema kwamba kama wanataka kuzungumza naye wajitokeze, wazungumze naye kwa uwazi. Wale marafiki baada ya kuona jitihada za Risa wakachakata mawazo, ila Riri kwa sasa anamilikiwa na kile kiumbe, na kiumbe ndani ya Riri kiliwaona hawa marafiki wa Risa. Marafiki hao ikabidi wawaze Peter ikiwezekana aende kumpagawa Risa. Familia ya Riri pamoja na wazazi wakiendelea na zoezi la harusi. Siku hiyo ilikuwa ndo siku ya kwanza ya ibada ya harusi ya Riri. Risa akaenda katika chumba cha mdogo wake akiwa na beseni la maji pamoja na maua maalum. Kafika hapo akaanza kumuosha miguu mdogo wake na kumtakia baraka njema katika ndoa yake. Lakini mdogo wake akawa amemnong'oneza akasema kwamba ndoa ndio mwanzo wa mateso. Kabla Risa hajajibu kitu chochote, Riri akawa amemshambulia na akawa amemzamisha ndani ya beseni la maji, yaani ni kumwangamiza kabisa. Muda huu kabla binti hajakata roho na kufa, Peter akawa amemwingia Risa ndani ya mwili wake. Hili jambo lilikuwa limepelekea moja kwa moja Risa kukipata ama kukishuhudia kifo cha Peter. Yaani hapa ngoja nikuweke sawa, haya matukio yote ambayo yalikuwa yanamkuta huyo binti ni marafiki zake wale mizimu walivyokuwa wanajitahidi kumrejesha katika hali yake ya kushuhudia ama kuona mambo ya mizimu. Kila rafiki mmoja anapomwingia huyu binti ndani ya mwili wake, binti ni lazima aingie katika maisha ya huyo mtu ili aone na apitie kifo alichokipitia yeye huyo rafiki yake. Sasa Peter baada ya kumwingia Risa akajikuta moja kwa moja akishuhudia kifo cha rafiki yake Peter. Peter alikuwa anafukuzwa na askari wengi sana wa kivita. Kipindi hicho pamechafuka vibaya mno na nyumba ya kina Peter iko imechomwa kwa moto. Askari wa Kijapani wakaanza kumfukuza huyu kijana ili wamwangamize kabisa. Katika jitihada zake, askari moja akawa amempiga risasi Peter na akawa amemuua hapo hapo. Sasa nazungumza Peter, unamuona Risa, lakini nishakueleza kinachoendelea, si ndio? Sasa Risa katika ulimwengu wa kawaida akiwa chini hajitambui kabisa. Familia iko hapo inahangaika kumrudisha katika hali yake ya kawaida, lakini Riri yuko hapo tu anachekelea tu. Yeye anaona kabisa fresh tu kinachoendelea hapa. Risa muda na wakati ambapo mwili wake ulikuwa bado umelala kitandani, roho yake iliendelea kufuatwa na marafiki zake mizimu, na hii hali ilimpelekea Risa kushuhudia kila kifo cha rafiki yake mmoja baada ya mwingine. Alianza na Peter akafuata mwingine, na marafiki zake wote waliamua kumwingia mmoja baada ya mwingine ndani ya mwili wake. Yaani hapo unaambiwa kwamba unakufa na unahisi maumivu ambayo watu walikuwa wanayapitia. Hii ndio sababu ambayo Peter alikuwa hahitaji binti huyu aipitie. Baada ya kupitia haya yote aliyoyapitia binti kwa miaka mingi sana, kupoteza uwezo wake wa kuona mambo ya kiroho, marafiki zake wakawa hapo. Hili jambo liko limemfurahisha sana huyo binti kwa machozi ya furaha. Hajawaona kwa miaka mingi mno na alikuwa anawahitaji mno katika shida na raha. Wakawa wamemweleza kila kitu kwamba wao hawakuwahi kwenda mbali na yeye. Muda wote walikuwa kando yake, walikuwa namuona, walikuwa namtazama, walikuwa namsikia, lakini yeye alikuwa hawaoni wala kuwasikia. Hawakuwa na njia tofauti kabisa zaidi ya kumpitisha katika vifo vyao ili wapate nafasi ya kuzungumza pamoja naye tena. Mbele yao kwa sasa, jambo lilo la muhimu ni kumwokoa Riri. Ni lazima wamwokoe kabla muda haujaisha kabisa. Baada ya kuona marafiki zake, ndipo akili ya Risa inakaa sawa. Akawa amekumbuka kwamba Chanting, yani yule pepo, aliwahi kumuona akiwa karibu ama akiwa anamfuatilia Riri tangu akiwa mtoto mdogo. Mahali alipomuona kwa mara ya kwanza huyu pepo ilikuwa katika ule ukumbi wa dansi. Mama yake Risa akaenda kumuona bibi harusi. Kafika huko kwa ajili ya kwenda kumjulia hali. Mama kafika hapo kamkuta binti yake kwa na huzuni kinoma. Binti ana sauti nzito, anasema kwamba hataki kuolewa. Akavunja na chupa moja hapo, akachukua kimoja akawa anamsogelea mama yake. Na muda huo anapita juu ya vile vyupa ambavyo vimepasuka hapa. Mama yake alikuwa na hofu, akamuita Risa kuomba msaada. Risa kwa amefika hapo pamoja na marafiki zake. Wakawa wamemshika na kumzuia Riri. Wakamkaba hapo. Ikabidi wamfunge kwenye kiti ili kumtuliza. Baada ya muda Riri
anawacheki tu kwa jicho fulani hivi. Akawa anajaribu kufosi kutoka kwenye hicho kiti, watu wanamtazama tu. Mara akaanza kucheka cheka, akanyanyuka na hicho kiti, akaenda nacho mpaka juu, anacheka tu, kisha akatua nacho. Mara akawa amevutwa kando, akatoweka kabisa. Baada ya kuwa ameingia katika chumba kimoja, ikabidi waanze kusogea hapo. Mara ule mlango uko umefunguka, kikatupwa tu kiti hapo na kamba. Marafiki wa Lisa kwa wamemjulisha mahali ambapo Riri ameelekea. Lisa akajua ni moja kwa moja ni katika ule ukumbi wa dansi. Hivyo wakawa wamechukua gari ni mbio kwenda kufika huko kwa ajili ya kwenda kumuokoa Riri. Baada ya kufika hapo, akamwona Riri akiwa bize kucheza ngoma zake za kishetani. Lisa baada ya kuwa amemsogelea, akaanza kuhisi kama kuna harufu ya kifo mahali hapo. Akajua kabisa ni Chanting ndiye anaongoza haya mambo yote. Akaanza kumuita, najua huko hapa, jitokeze. Roho hiyo ikawa imetokea hapo, ikamkaba huyu binti, ikasema kwamba Riri anapaswa kucheza mpaka afe. Lisa akawa amepinga hilo wazo, akaanza kupambania uhuru wa mdogo wake. Simulizi ikahama katika maisha ya Chanting, mwanamke ambaye aliwahi kuwa na ndoto ya kuwa na maisha mazuri sana. Alichumbiwa na mpenzi wake ambaye alikuwa anampenda kwa dhati. Maisha yalikuwa mazuri tu, lakini baada ya kuchumbiwa akaanza mahusiano ya ndoa na huyu bwana. Mambo yakabadilika. Lisa akaona namna ambavyo Chanting alipitia maisha ya manyanyaso. Licha ya kwamba alikuwa ni mjamzito, lakini mume wake hakumjali kwa aina yoyote. Kipondo, hii jambo lilikuwa limesababisha huyo binti kujifungua nje ya wakati bila msaada wa aina yote, na ndicho kitu kilichosababisha kifo cha Chanting. Sasa Lisa akaelewa chuki ya huyu mwanamke imetengenezwa na nini. Chanting hakutaka kabisa Riri aolewe kwa sababu kwake yeye aliona kabisa ndoa ni mwanzo wa mateso. Lisa hakutaka kabisa kuruhusu hiyo jambo limkute mdogo wake. Mdogo wake anatakiwa kuolewa tu. Akarudi katika ukumbi alipokuwa amemwacha mdogo wake, akamkuta mdogo wake kalala bila fahamu ya aina yoyote. Marafiki zake mzimu wakamjulisha kwamba anatakiwa kuondoa pini ya nywele ambayo iko katika kichwa cha mdogo wake mara moja. Baada ya kufika hapo, ule mzimu wa Chanting kwa amemshambulia, ukamzuia kabisa, ukasema kwamba ni bora Riri afe. Mara moja Riri akawa amenyanyuliwa hewani. Sasa muda huu tunapozungumza, tupo katika ulimwengu fulani hivi wa roho. Binti Riri mifupa yake ikaanza kuvunjika mmoja baada ya mwingine mbele ya dada yake. Lisa akawa amepiga kelele kali mno. Marafiki zake mzimu wakaingilia kati hilo jambo, wakawa wamemshikilia Chanting chini. Mara moja Lisa akawa ameruka na ile pini ya nywele akaenda kumchoma nayo kichwani. Chanting akapiga kelele hiyo, kisha akayeyuka mbele yake na akawa ametoweka kabisa. Muda huo Riri akawa ameanguka chini. Lisa akamwita sana mdogo wake bila majibu ya aina yote. Alilia huyo. Baada ya muda, mdogo wake kumbe alikuwa amepoteza fahamu tu, akarudi katika hali yake ya kawaida. Hili jambo kidogo lilikuwa limempa faraja Lisa. Riri akiwa hapo na yeye akawa amewaona marafiki zake Lisa wakiwa hapo. Marafiki mizimu anaijua vizuri stori ya hawa watu kwa sababu dada yake amekwisha kumsimulia tangu akiwa mtoto mdogo, na leo na yeye anawashuhudia tena kwa mara nyingine. Marafiki hao wakawa wametabasamu sana baada ya kuona wameishinda vita ambayo ilikuwa inawawazisha. Wakamwambia kwamba Lisa kama yeye ni rafiki yao, basi hata Riri ni rafiki yao pia. Kisha wakawa wamewakumbatia kwa upendo mkubwa, wakarudi katika hali yao ya kawaida. Lisa na Riri wakiwa hapo, mchumba wake Riri akawa amefika hapo kwa ajili ya kumpa pole mpenzi wake. Baada ya yote kutokea, siku iliyokuwa inatarajiwa na watu wengi sana, siku ya harusi ya Riri ikawa imefika. Riri pamoja na Dismas wakawa wamefunga ndoa rasmi, wakawa ni mke na mme. Baada ya yote kuisha, Lisa akaandika historia ya maisha yake kati ya yeye pamoja na marafiki zake mizimu, marafiki ambao mara zote walikuwa wakimpa msaada mkubwa sana katika maisha yao. Baada ya kuhitimisha simulizi yake na marafiki zake wa muda mrefu, Lisa aliona uwezo wake wa kuona mizimu kwake ilikuwa ni zawadi na sio laana, na kwa sasa amekwisha kujifunza yawezekana uwezo wake wa kuona hivyo vitu uliletwa katika maisha yake sio kwa lengo la kumtesa. Wanasema kwamba Waswahili, maisha yanaweza kubadilika na hata kifo kinaweza kutenganisha mwili, lakini kuna aina ya urafiki ambayo hata kifo hakiwezi kabisa kuumaliza. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.